Wakati mwingine, hatari kubwa haiji kama adui, huja kama mtu unayemwamini. Hajra alikuwa msichana wa kawaida wa shule ya sekondari, mtulivu, mnyenyekevu. Ndoto yake ilikuwa moja tu, kufaulu masomo na kubadilisha maisha ya familia yake. Lakini hakujua kuwa darasani palikuwa na mtu ambaye angemwangalia tofauti. Teacher Christopher, au kama wanafunzi walivyomuita Teacher Chris, alikuwa mwalimu anayeheshimika, mpole, mwenye maneno mazuri. Ilianza kama kawaida, maswali darasani, pongezi ndogo ndogo. Hongera Hajra, umefanya vizuri sana. Lakini siku zilivyopita, pongezi zikageuka kuwa uangalizi wa ziada. Macho yakakaa muda mrefu, maneno yakaanza kubeba hisia. Siku moja baada ya vipindi, Teacher Chris, Hajra, tafadhali pita ofisini kwangu kidogo. Moyo wa Hajra ulidunda. Hakujua kwa nini, lakini alihisi kitu hakikuwa sawa. Ndani ya ofisi, maneno hayakuwa ya masomo tena, yalikuwa laini, yalikuwa ya karibu sana. Ndipo ukweli ulipojitokeza. Teacher Chris alikuwa amempenda mwanafunzi wake. Hajra alichanganyikiwa. Aliogopa kusema hapana, aliogopa kusema ndiyo. Alibeba siri moyoni, siri iliyoanza kumuua taratibu. Masomo yakashuka, tabasamu likapotea, na macho ya watu yakaanza kuhoji. Mpaka siku ambayo ukweli haukuweza kujificha tena. Uongozi wa shule ulihusika. Habari zikatikisa shule nzima. Hakukuwa na furaha, hakukuwa na mshindi. Teacher Chris alipoteza kazi, Hajra alipoteza amani yake. Mapenzi yale hayakuwa baraka, yalikuwa jeraha. Miaka ilipopita, Hajra alijifunza funzo kubwa la maisha. Mapenzi ya kweli hayakiuki mipaka, hayatumii mamlaka vibaya, na hayaharibu ndoto za mtu. Leo Hajra ni sauti ya onyo kwa wasichana wengi. Heshima si mapenzi, na upendo wa kweli husubiri wakati sahihi. Kama unapenda stori za maisha yenye funzo, like, comment na subscribe ili tusikose hadithi nyingine zenye kuelimisha.